Bibi ndio hapa. Chumba chake kipo mkono wa kushoto. Wewe nenda tu bibi, sisi tunakusubiri hapa hapa nje. Yaani mmenisumbua bure. Kijiti chenyewe ndio hicho hapo. Hata mkononi akijai. Mmenipotezea muda wangu. Mimi najua mnaniitia mtu mnene, jiitu. Kumbe kijiti chenyewe ndio hicho hapa. Hata tukimtoa nyama huyo, hatuwezi kushiba. Vini vyenyewe vidogo kabisa. Kwa vile nimepoteza muda wangu, hatuwezi kumwacha. Lazima mchukueni tukamle nyama. Kamchukueni! Ni akina nani hao wanaongea nje hapo? Wa Kasongo. Kasongo. We Kasongo. Una shida gani? Hamna. Na umekuja unatoka nje usiku huu? Hamna, nilikuwa naota. Unaota? Ina maana una ndoto za kutembea? Ndio. Na mbona kama nilisikia kuna watu wanaongea, ni kina nani? Watu? Mbona hamna watu? Nenda ndani kwanza. Nenda ndani. Misondo, umefuata nini kwetu? Mama yako yupo? Nisikilize. Nakwambiaje, umefuata nini kwetu? Cheusi, nimekuja hapa na shida na mama yako. Na wala sina tatizo na wewe. Ila kama utataka kulazimisha matatizo, utayapata. Maana sijaja hapa kuchekesha. Kwa hiyo naomba uniambie kama mama yako yupo ndani. Niende nikalipize kisasi cha mama yangu. Nataka na yeye ajisikie kama anavyojisikia mama yangu. Kumbe wewe mpumbavu. Yaani mimi nikuache upite ndani kwa mzuri mamangu afu nikuangalie tu. Unafikiri mimi mzembe kama wewe? Yaani mamako anapigwa vitu kizito tu unabaki kumwangalia. Nisikilize. Mimi sio mpuuzi. Nikakuacha naenda kumzuru mamangu na kuangalia tu. Wewe mshamba nini? Kwa hiyo nakuomba utoke nyumbani kwetu. Unasemaje Cheusi? Baada ya wewe na mamako kumfanyia mama yangu vile, alafu unasema ni uzembe wangu? Hivi, unajua ni machungu kiasi gani nayapitia kumuona mamangu yupo katika hali ile? Aliyakuwa nafahamu wewe na mamako ndio chanzo kilichopelekea mpaka mamangu katika hali ile. Nilikuwa nakuhurumia kwa kuzani wewe una akili, lakini kumbe na mamako wote akili zenu ni zile zile. Na kumbe utakiwi hata kuhurumiwa. Unataka kufanya nini? Nakuuliza ufanya nini? Cheusi! Cheusi!
Kumbe inauma Ndio ujue kuwa mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu ni mchungu. Wewe ukiwafanyia wenzako unaona sawa tu, ila kiguswa mtu katika familia yako basi inakuuma. Sasa hivi ndivyo na sisi tunavyojisikia kwa hiyo unatufanyia. Na kama unakumbuka, niwahi kukwambia ipo siku utalipia kwa hiyo ulomfanyia mamangu. Basi siku yenyewe ndio hii. Sasa leo utavuna kile ulichokipanda. Misondo, nilishakwambia kama amenishindwa mama yako, wewe hautaweza kupambana na mimi. Kwa hiyo unapoteza muda wako tu bure. Hebu nyanyuka uende ukamsafishe chizi wako kinyesi. Ondoka! Odo, sawa umeshinda. Ila tambua mimi sijamalizana na wewe. Haijalishi itachukua muda gani. Ila tambua utalipa kwa kile ulichomfanyia mamangu. Ujanya wingi mbele giza, kujifanya yaikumbe visa. Tambua ubaya ni akiba. Cheusi! 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 Jia ya mwenzi ukiweka miba, na yako ipo siku itaziba. Ubaya, jua ubaya. Ubaya, jua ubaya ni akiba. Ubaya, jua ubaya. Kwani ule bibi ni nani? Na amewezaje kunitoa ndani mpaka nje kirahisi vile? Na alinifanya nini mpaka nikaa siwezi kujitikisa? Kwa sababu asingekuwa kaka, wangenichukua. Ina maana ule bibi ana nguvu kiasi hicho. Sasa nitawezaje kupambana naye? Kasongo. Wewe Kasongo. Hebu naomba uniambie ukweli. Jana usiku mimi nina uhakika kabisa kile nilichokisikia ni watu wanaongea. Yaani nimesikia kwa masikio yangu kabisa na sio kuongea tu. Nimesikia kwa kuna malumbano sijui majibizano nje. Hebu niambie ukweli. Ni kina nani wale walikuwa wanaongea nje usiku ule? Kaka, kiukweli mimi sikumbuki chochote kile. Na kitu pekee ninachokumbuka ni pale uliponishtua na ukaniambia niende ndani. Kwa hiyo, hizo ndoto za kuota kwa unatembea. Ni ndoto ambazo unaota muda mrefu tu au zimekuanza jana? Hapana, sio mara ya kwanza. Lakini huwa inatokea mara kwa mara. Na tangu nimekuja hapa kwako, ni jana tu ndo nimeota. Sasa kama una tatizo kama hilo, kwa nini usingeniambia kipindi chote ili mimi niwe najua kabisa una matatizo? Ili hata niwe makini na wewe, lakini umekaa kimya tu. Kumbe una tatizo, unaumwa, sijui una ugonjwa wa kutembea ukiwa umelala. Sasa sikia. Sasa hivi kuwa makini. Usiku kila ukilala, funga mlango na funguo ifiche. Ili hata ikitokea usiku umeota hizo ndoto zako, uwe hujui funguo ilipo kwa sababu ukiwa usingizini hutokumbuka ulipoweka funguo. Ili sije katokea tena ile tatizo. Sawa? Sawa kaka, nimekuelewa. Poa, baadaye. Nyie, yaani mmenisumbua kutoka nyumbani. Kijitu kama kile, kitoto kidogo. Mnaniita kwamba nyama. Nyama gani hiyo? Tutashiba nyama hiyo? Nyama gani hiyo? Kwani mmenisumbua? Napoteza usingizi wangu kwa ajili yenu. Ati Kinjunga, una utani na mimi? Au kwa vile umenizoea sana? Alafu unagombana na watoto wenzio. Unaniita mimi nije nigombelezee ugomvi wa watoto? Kweli, Kinjunga? Hapana bibi. Huu sio ugomvi wa kitoto. Na yule mtoto sio mwepesi kama unavyofikiria. Ni kwa vile bibi umemzidi tu nguvu. Na ndio maana unasema kwamba ni mwepesi kiasi hicho. Ila bibi, usichokijua, yule mtoto ametuzidi nguvu tena kiasi kikubwa sana.
na hatuna nguvu za kupambana naye hata kidogo, na ndio maana tumekuja kuomba msaada wako, kwa sababu nilijua lazima utamzidi nguvu, lakini sio kwamba nakudharau bibi yangu, na sio kwamba nimekuingiza kwenye ugomvi wa kitoto. Yule ni mtoto kiumri, lakini mambo yake ni ya kiutu uzima, na unajua ninavyokuheshimu bibi, siwezi kukuingiza kabisa kwenye mambo ya mdhaa. Kwa hiyo nina uhakika na ninachokisema. Yule mtoto ni hatari bibi, naomba utusaidie. Hivi unataka kuniambia kwamba mama yako amepigwa na kile kitoto kile? Kitoto kidogo kile ndio kimempiga? Mtoto nimemtoa nje kwa kutumia macho yangu tu na akatoka. Ndio unataka kuniambia kwamba ndio amempiga mama yako? Kwa hivyo mama yako ni mzembe sana, na ndio sababu mimi atuelewani mimi na yeye. Mpaka nafikia wakati wa kupigwa na mtoto kama yule. Ni aibu kwetu sisi. Kwa hiyo bibi, ndio umekataa kabisa kunisaidia. Sawa. Kwa hivyo ndio umenuna eh? Naongea na wewe. Sijui wewe mjukuu wangu ukoje. Ukingangania kitu ndio umengangania. Kwa nini upendi kunielewa wewe? Na unajua huo ndio udhaifu wangu. Sawa, nitakusaidia. Kweli bibi umekubali? Ndio nitawasaidia. Afu bibi, leo atuli nyama. Hey. Tena wewe unayependa kula nyama za watu. Haya, nenda kachukue ndani. Bibi, samahani mara moja. Nataka niwe nyumbani maana baba ananiambia leo niwahi kurudi. We, unataka kwenda wapi? Najua unataka kukimbia tukula nyama. Kaa hapo. Na hakuna kwenda kokote. Lazima ule nyama. Kama utakuwa na kwepa, utazoea lini kula nyama? Lazima ukae utulie ule nyama ikuzoee. Nyama tamu kuliko nyama zote za duniani. Hata wanyama hawafai. Hebu kaa utulie. Tamaa ya moyo inaweza kukuweka matatani. Ile ndoto kitandani, achana nayo. Kama unahisi haiwezekani kuendana nayo, unaweza kuota umejenga angani. Kuhifadhi ndoto ya kazi gani? Tuliza moyo wako, kubali mapungufu yako. Una mimba? Asante Mungu. Asante sana. Hatimaye na mimi naenda kuwa baba sasa. Asante sana. Hebu kwanza nisikilize, maana hata bado sijamaliza hayo maongezi. Na mimba lakini sio yako. Nini? Unasemaje Zura? Hapana, naota. Sio ndoto. Zura, yaani kwa jinsi nilivyokuwa nakustindia, unakuja kuniambia kwa mimba sio ya kwangu? Ebo basi, acha masihala bwana. Ujue kuna vitu ambavyo havifai kabisa kuwa mzaa ujue. Tangu lini mimi nikaa na utani na wewe Chingi? Si nishakwambia nina mimba lakini sio yako. Uelewe? Hivi unanichukuliaje wewe demu? Unaniona mimi kama boya hivi? Yaani kirahisi tu unakuja kuniambia una mimba, afu mimba sio ya kwangu. Oya, mimi sio mnyonge kama unavyonichukulia. Nitakuja kufanya kitu mpaka dunia nzima inishangae. Mimi sio mwema. Mimi binadamu sina. Hebu kwanza niambie hiyo mimba ni ya nani? Oya Zuchu, naongea na wewe. Hiyo mimba ni ya nani? Utaki kumtaja eh? Mimba ni ya nani? Chingi, hebu acha. Tulia basi, nini ndugu yangu? Nini sasa? Mtu mwenye kashakwambia ana mimba huyu. Eh? Ukimpiga ukimuumiza. Unataka kesi? Hebu nisikilize vizuri wewe chula. Nakwambiaje? Yaani wewe na huyo boya mwenzio mtanipeleka jela safari. Naenda jela kwa ajili yenu. Hebu kwenda zako huko. Sura bovu, naweza kukuzalia kituko kama wewe. Hivyo Zuru akili sawa wewe.
Kwa hiyo unataka kunionyesha mimi na ndugu yangu, si ndio? Unajua kabisa Chingi jinsi gani anavyokupenda. Sasa akija kujua kama mimi ndo nimekupa mimba itakuwaje unafikiri? Hiyo sio shida yangu bwana. Hiyo ni juu yako wewe na ndugu yako. Mimi sihusiki. Mimi nilichokifanya ni kumwambia tu ukweli. Maana mimi Chingi simuogopi. Na hata ukitaka naweza kutoka hapa sasa hivi nikaenda kumwambia kwamba mimba ni ya kwako. Wewe kumbe chizi? Yeye najuta kwa nini nimetembea na wewe mwanamke. Sasa nisikiliza kwa makini. Mimi mwenyewe mimba sijui na ninaomba ukae mbali na mimi kabisa yani. Sitaki mazoea na wewe. Sawa? Kumbe hujanijua vizuri. Sasa ngoja nitakuonyesha. Ubaya, jua ubaya. Ubaya, jua ubaya ni akiba. Ubaya, jua ubaya. Ubaya, jua ubaya ni akiba. Pipi. Takugonga we haya. Pipi. Sasa mnamchekea nani? Kama chizi vile. Mnamchekea nani sasa? Mimi napika mnara, yeye mnakuangua upepo. Si mtakuangua harufu. Kama unavyomuona, adaka haijabadilika tangu ile siku. Jambo ambalo linanifanya nipoteze kabisa matumaini. Na siamini kama mamangu atakuja kuwa sawa tena. Wala haina haja ya kuwa na wasiwasi Misondo. Kwa sababu hii ni hali ya mpito tu. Na ni kwa sababu mamako alipata mtikisiko kidogo kwenye ubongo. Lakini usiogope, baada ya muda atakuwa sawa tu. Hivi hatuwezi kabisa kujaribu kutumia vipawa vyetu kumtibia? Kama unavyojua, kipawa changu ni cha kutibia watu. Lakini pia na wewe una uwezo huo huo. Sasa, kwa nini tusijaribu kumtibia? Maana huenda tutamsaidia. Hili jambo ni jambo la kiasili. Nilikwambia hii hali ni mbadala wa kuokoa maisha yake. Na kulikuwa kuna mawili tu. Afe tusimwone tena hapa duniani au wapone awe kichaa. Kwa hiyo wewe usio na haraka Misondo. Mamako atakuwa sawa tu. Japo najua ni ngumu kumuona mamako kwenye hali ile. Ila inabidi uvumilie tu. Na wewe ulisema kuna kitu unahitaji kuniuliza. Je, ni kitu gani hicho? Ni muda mrefu sasa nilikuwa nikipitia changamoto nyingi sana. Za watu wa kawaida na hata wachawi pia. Nilikuwa nikishinda siku zote. Ila sijawahi kukutana na mtu ambaye ananizidi nguvu. Lakini jana usiku kimetokea kitu cha ajabu kidogo. Kuna mbibi alikuja na akanichukua nikiwa usingizini akanitoa paka nje. Na cha kushangaza zaidi, nilikuwa sina hata uwezo wa kutikisa kidole. Na nilikuwa nawasikia wakiongea kwamba waje wanichukue wakanile nyama. Lakini cha ajabu, nilikuwa sina hata uwezo wa kupambana nao. Ni kama bahati tu, yule mkaka ninakaa naye alisikia sauti zao na akatoka nje. Na aliponitikisa tu ndo nikarudi kwenye hali yangu. Lakini singekuwa yeye, wale watu wangefanikiwa kunichukua. Lakini mpaka sasa hivi sielewi imekuwaje mpaka hili limetokea. Yaani sijui yule bibi amenizidi nguvu au ni nini. Ili jambo kiukweli liko nje uwezo wangu. Na mtu pekee alikuwa anaanza kukupa majibu juu ya hili ni mamangu. Na yeye hali yake ndo kama unavyoiona. Hapa cha kukushauri tu, labda tuende kwa Dasi. Dasi? Dasi ndio nani? Dasi ni mganga. Tena mganga mzuri, mstaarabu na mkweli pia. Isitoshe nafahamu vitu vingi sana kuhusu sisi wateule. Na siku zote huwa anasimama upande wenye haki. Nadhani yeye ndo mtu pekee wa kukupa majibu katika hili. Basi sawa. Ngoja mimi niende nyumbani kwa sababu muda umeenda. Hivyo kesho nitakuja unipeleke kwa yule mganga. Basi ufike salama. Hii? Unamchekea nani sasa? Unadhani mimi ni friji? Utapotea kwenye sahani ukiendekeza mpira. Pipi!
Kipenzi, maji yako tayari bafuni. Twende basi nikakuogesha. Alafu leo nataka nikusugue mwenyewe yani. Utakate alafu nikakufanyia massage mwenyewe mwili mzima. Nembo, acha mambo yako basi. Watu kalimu kaniogesha leo mara ya pili. Haya maji ya kuoga tu ninaoga ninayokuta bafuni. Leo ndio umenipashia maji umepeleka bafuni. Hata hivyo asante kwa kujali. Ila nitaenda kuoga mwenyewe. Jamani, si kila kitu kina mwanzo wake. Na mimi ndo nimeanza leo. Nimeamua kuwa nitakuwa nakuogesha. Twende bwana ukaoge. Mchuchu, nashukuru sana kwa kujali. Ila wewe acha tu, mimi nitaoga mwenyewe. Hivi wewe jamani, mtu akupende vipi lakini? Maana kila ninapojaribu kuonyesha upendo wangu mwenzangu hata ujali. Yaani mtu nimetoka na mapenzi, nimeenda kupasha maji, nimekupelekea bafuni. Alafu nakwambia kwa upendo twende kaoge utaki. Hivi unadhani mimi najisikiaje? Jitihada zote ambazo nazifanya, lakini mwenzangu anaona kawaida tu. Nilijua labda nikikwambia mwenzangu utafurahi, utanipa ushirikiano, lakini kumbe hata mwenzangu ndio kwanza unachukulia kawaida. Mbona unakuwa hivyo Abdul? Mbona unanyanyasa? Au kwa sababu kuwa mimi nakupenda? Sasa yote yanatokea wapi Mchuchu? Mimi nimekwambia sawa, nashukuru kwa kuniwekea maji bafuni, nitaoga mwenyewe. Wewe hujui tu Abdul jinsi inavyouma. Yaani mtu unajituma, unaonyesha jitihada zako, alafu mtu anaona tu kawaida. Sawa, asante. Wewe nenda tu kaoge mwenyewe. Wewe umefuata nini hapa?